Nasra, hivi nikwambia mara ngapi kwa nakuhitaji? Mimi nakupenda na nipo tayari kuwa na wewe. Au labda mimi sina muonekano, labda nini ambacho sina? Mimi na pesa na kila kitu na nipo tayari kukuhudumia kwa chochote utakachokihitaji. Kikubwa tu ni wewe kuweza kunipa nafasi. Nakupenda Nasra. Sikiza nikwambie. Mimi nipo tayari kuweza kubadilisha maisha yako. Nipo tayari kukuvisha. Kukupa hela ya kusuka. Sijui pesa ya nini. Mimi nipo tayari kuweza kukupatia. Nakupenda Nasra, tafadhali. Naomba nielewe. Hadithi yako nimeipenda, lakini sijavutiwa nayo. Wewe ni kijana smart sana, mtanashati, handsome boy. Kikweli kila mwanamke akikuona anatamani kuwa na wewe. Lakini sio Nasra. Kwa sababu mimi sio type yako. Halafu sikuwahi kuvutiwa na mwanaume kama wewe. Yaani haitakuja kutokea mimi Nasra niwe na wewe. Hicho kitu naomba ukielewe. Nasra, kwani unashindwa kumuelewa? Labda ni kipi, labda nini na mapungufu gani labda kwa jinsi unavyonitazama? Nimekwambia huna mapungufu yoyote, ila mimi siwezi nikakupenda mtu kama wewe. Ni kitu ambacho hakiwezekani na ni kitu ambacho hakiwezi kutokea kwenye maisha yangu. Miaka nenda rudi. Sikiza nikwambie. Kitu ambacho ukijui. Nina mwanaume wangu ninayempenda sana. Yaani ninampenda kutoka ndani ya moyo wangu. Sidhani kama atatokea mwanamume mwingine ambaye atanishawishi kwa lolote, kwa chochote, kwamba nimwache yule nije kuwa na wewe. Hata uje na pesa kiasi gani. Sawa, ni mwanamume ambaye ana maisha ya kawaida sana, lakini naamini ipo siku moja Mwenyezi Mungu atambariki, atakuja kuwa na maisha mazuri, atanipa kila kitu, atanitimizia kila kitu. Yaani atafanya hivyo vitu ambavyo wewe unatamani sasa hivi unifanyie. Nampenda sana mwanamume wangu, nampenda sana Malesa. Kumbe unamzungumzia Malesa? Mimi ngajua unamzungumzia Modeuji, Baresa, watu ambao wanafahamika ndani na nje ya nchi. Kumbe Malesa mtu ambaye anaimba nyimbo vyake huko mitaani. Sasa Malesa atakupa nini kwa mfano? Mtu mwenyewe kuvaa hawezi. Yaani hata pesa ya kuweza kukupa kusuka hana. Hasa ana nini? Ana nini labda? Hebu jaribu kufikiri mara mbili. Mwanamke anahitaji matunzo. Anahitaji kuwa na mwanaume mwenye pesa. Na mwanaume mwenye pesa nimejitokeza niko mbele yako. Hii ni kama riziki, ni kama bahati. Huwa haiji mara mbili. Tafadhali nielewe. Nasra, nimejitolea kwa kila kitu. Nipo tayari kukuhudumia kwa chochote utakachokihitaji. Sikiza nikwambie mwanaume. Tena nisikilize kwa makini. Dharau zako naomba upeleke huko, wapeleke hao makahaba wako. Mimi sio mwanamke wa kunishushia hadhi kiasi hicho. Eti mwanaume wako sijui ana nini, anaimba, sijui mwanaume ana muonekano. Kwani kipindi anakuja kunitongoza sikumuona kama hana muonekano? Kipindi ananifuata sikumuona kama hana pesa? Kama wewe unamuona ni mwanaume ambaye hafai, lakini kwangu ana thamani kubwa sana. Sijui unanielewa? Naomba iwe mwanzo na mwisho kumzungumzia mwanaume wangu vibaya. Nimempenda vile alivyo na umaskini wake. Naamini ipo siku moja na Mungu atampatia na yeye. Atanifanyia kila kitu, atanitimizia mahitaji yote ambayo wewe kwa sasa hivi unatamani unifanyie mimi. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Eti ana muonekano. Nimempenda hivyo na muonekano wako. Tena naomba iwe mwanzo na mwisho kuniambia upuuzi wako. Nasra. Mbuzi wa kichawi. Nasra. Jamani, hivyo wanawake wanahitaji nini katika ulimwengu? Wapewe nini labda yani kufaa? Ingekuwa zamani ningeandika barua nikutumie habari kwa wazazi, nimepata mwenzangu akujue. Sipandi kutikavu, nimeupanda mgomba, nalinda penzi langu kivyovyote tapambana. Asubira nilisubiri kumpata mwenye mapenzi ya kweli, mwenzenu manjoi kwara ananipenda, nimependwa tena, mwenzenu nimependwa tena, mwenzenu nimependwa tena. Yaani hapo sasa ungekuwa unapiga na gitaa lako. Haki ya Mungu, yaani unaweza sana mpenzi wangu.
Gitaa lenyewe unajua bado najifunza gitaa lenyewe mara na lazima bado sijawa na uzoefu nalo, lakini naamini itakuwa tu hivyo. Kuna siku nitakuimbia na nitakupigia na gitaa vizuri. Haya sawa mpenzi wangu, lakini una sauti nzuri sana. Asante. Najivunia kuwa na wewe. Na mimi pia najivunia kuwa na wewe. Mwanamke unanipenda, unanijali, unanivumilia kwa kila hali. Sawa. Lakini mpenzi wangu, unakumbuka nilikuomba 10,000. Lakini imepita sasa, hii ni siku ya 3. Kwenye kichwa changu bado naliwaza hilo, lakini hali yangu unajua, mambo yangu ni magumu, kula kwenyewe kunanishinda. Yaani mpaka nipambane niende nikaimbe huko nipate chochote. Wewe mwenyewe unaelewa, nahangaika bado. Natamani siku nikupe kikubwa zaidi kuliko hicho ulichokiomba. Naomba univumilie. Sawa, naelewa. Lakini mpenzi wangu, mimi nilikuwa naomba nikushauri kitu kimoja. Kitu gani mpenzi wangu? Hivi unaonaje ukafanya ukaachana kwanza, simaanishi kwamba uache muziki, hapana. Kwa sababu mimi napenda unavyofanya hivyo mpenzi wangu, unavyoniimbia na fly. Yaani mimi na enjoy. Yeah. Lakini unaonaje ungestop kwanza na masuala ya muziki? Ukatafuta biashara yoyote. Ubezi kwenye upande wa biashara. Mwenyewe nakuonea huruma mpenzi wangu. Kula yako wenyewe kuna muda mwingine unakula kwa shida. Chakula hivyo muda mwingine mpaka mimi tena nianze nifanye jitihada zangu nikuletee ule. Unapata tabu. Yaani mimi nashindwa hata kuelewa. Hata mimi nakuonea huruma. Mimi sifurahishwi na maisha unaoishi. Natamani siku moja mpenzi wangu umetoka huko mwenyewe unaniletea hichi, unaniletea hicho, umenunua nguo umependeza. Lakini maisha yao wewe bado huna. Unabizi sana kwenye muziki, lakini muziki mimi sioni kama una faida kwa sasa. Ndio maana nilikuwa nakuomba ungestopisha. Hivi unajisikiaje siku mimi natoka huko naenda kuhangaika mimi navujua mimi nakuletea chakula? Wewe unajisikiaje? Mimi sipendi maisha unaoishi, unakaa muda mwingine unakaa ndani unajifungia una chakula. Unakosa hadi buku. Kweli? Alafu unaamini kwenye huu muziki wako kwamba eti utanitoa, unaenda huko muda mwingine hawakupi hela kwa sababu tu bado hujajulikana. Nakuomba mpenzi wangu, hicho kitu unachokifanya naomba ustopishe kwa muda. Fanya jitihada zozote, tafuta kazi ufanye. Alafu baadaye ukishakaa sawa kwenye upande wa biashara, utarudi kwenye muziki wako uendelee. Unachokisema ni ukweli. Lakini mimi naamini kwenye huu muziki naofanya. Basi nawe naomba uamini katika huu muziki naofanya. Kuna siku ipo muziki utatulipa. Kwa sababu hata wafanya biashara wameanzia chini na wakapanda juu. Naamini na mimi nitaanzia chini na kuna siku nitapanda juu kupitia huu muziki, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda na ni kitu ambacho kipo kwenye damu, na naamini kuna siku kitakuja kitanilipa. Sawa. Nitasemaje sasa? Ngoja tu niamini. Ndio nishakupenda tena. Sina namna. Usiwaze sana. Ipo siku haya tabakia kuwa mapito na tutaishi vizuri. Kiukweli. Yaani hicho mnachokitaka nyie. Kiukweli. Yaani hicho mnachotaka nyie. Tuanze tena, stand by. Action. Yaani kiukweli hicho mnachotaka nyie siwezi nikakifanya. Nampenda sana mwanaume wangu. Yaani si kwa lolote, si kwa vyovyote, yaani kwa vile vile alivyo. Ninampenda. Na upendo wangu mimi hauna unafiki. Sio kinafiki kwake. Sasa nyie hivi hadi wewe Asha rafiki yangu. Mimi nakuwa na hisi siku zote unanishauri mambo mazuri, leo unakuja kuniambia upuzi kama huo. Hivi umefikiria nini kwanza kuja kuniambia ujinga kama huo? Mbona mnataka kuanza kunipangia kwenye mahusiano yangu? Naona sasa imefika stage mnataka kuanza kunipanda kichwani. Yaani mnipangie kwamba kuwa na huyu usiwe na huyu. Niwaambieni kitu kimoja. Mimi siwezi kuachana na Malesa. Ninampenda sana. Sijui mnaelewa? Nadhani mpaka hapo mshaelewa. Kama vipi, leteni mada zingine. Shoga yangu huyo amelogwa na hisi. Tena umelogwa kweli. Yaani nikikumbalisha nikushusha sikumalizi. Huyu mwanaume hapo kwani anachokupa wewe hapo ni nini? Sioni lolote. Kula kwako tu shida. Kila siku kukopa. Shoga yangu nikopeshe buku 5, nikopeshe nini? Anakusaidia nini kwa mfano? Anakupa nini? Kuazima vijora, Shoga yangu yani kuna sehemu nataka nitoke niende kwenye vigodoro, unaagiza vijora.
Ya nini sasa hayo yote? Hivi Nasla, umejiona kwenye kioo? Umejiona vizuri rafiki yangu? Hivi unaye mganda huyo Malesa, eti Malesa kile kigitaa au ile sauti ya kubana mapua ngwe ndio inayokufanya wewe unachanganyikiwa, unawararuka, unashindwa kumkubalia yule mkaka wa watu. Mkaka handsome, cha kwanza handsome boy upo, ana bode fulani kapanda hewani, alafu pili ana maokoto. Umemganda yule ambaye yani yeye anategemea akasalange huko azunguke, yani riziki yake ni juani, asubuhi mchana ni juani, ndo aje eti hata kishimia unakuta muda mwingine anarudi hana. Unajua kwa nini saizi amekushikilia wewe au anakunyenyekea? Kwa sababu ukipata chochote hata kimia sijui 200 unampelekea, ndio maana amekuganda. Sasa subiri apate hivyo viela vyake, subiri jina likue, ndo utajiona we nani kwake. Uone hata aibu. Nampenda Malesa. Umpende wewe umekuwa mamake mzazi. Unatutia aibu bana. Lakini mimi nikifanya hivyo mnavyotaka nyie, mimi nitakuwa namkosea. Hivi unajua mimi namuonea huruma kiasi gani? Hivi unafikiria ataumia kiasi gani? Mimi naogopa bwana, sitaki kumuumiza kijana wa watu kwa kweli. Mimi namuonea huruma jamani, sitaki kumuumiza. Ayo mapenzi umeomba wewe? Hizo hisia uchungu unajifanya ndo una wewe? Kama watu tu walioko madarakani wanasimamia nafasi zao, lakini bado upande wa maslahi yao wanajiangalia. Sasa wewe endelea kungangania hivyo, endelea kumganda kama kunguni kwenye nguo. Mimi namuonea huruma. Na unadhani saizi hapa imetokea bahati mbaya kakubebesha ujauzito? Inakuwaje? Mnapeleka wapi? Au ndo yale mnazaa mnataka serikali iwalelee? Hivyo mbona ushtuki wewe? Mbona unajikaza fuvu hivyo? Hebu angalia ulivyochokeana. Unatia huruma tu hapo kama mbuzi wa kafara. Midela kila siku, mijola ndo ile ile. Kitambaa ndo kile saizi utasema unaenda kuzika. Hebu mwambie, maana mimi ananikela. Yaani shoga yangu mimi nishakuchoka. Hivi ni nani anatufunza kupenda? Hivi ni nani alisema tupendane? Hivi ni nani anatufunza kupenda? Ni nani alisema tupendane? Jemedali Gavana imenishinda vita, nimeshindwa kupambana. Si angesema tu huenda kapata mwingine, so kwa hii adhabu angesubiri kidogo, angesubiri kidogo, angesubiri kidogo tu, angesubiri. Jua la mchana lanichoma, machozi ya unyonge yadondoka. Jua la mchana lanichoma, machozi yangu yabubujika. Jemedari Gavana imeshinda vita, sangesema tu wenda kampata mwingine, angesema tu wenda kampata mwingine, angesubiri kidogo, angesubiri kidogo. Oya bro, unajua sana mdogo wangu. Shukrani sana. Una kipaji kikubwa sana mdogo wangu. Shukrani ndugu yangu. Kazana utafika mbali. Oya blaza. Naam kaka. Vipaji kama hivi sisi tunatafuta blaza. Tayari. Sasa vipaji kama unavitafuta hapa sasa ndo umekutana navyo live sasa. Na blaza, siku zote napokuja hapa ndo nakuta vipaji vingi vinatokea hapa. Yes. Na hichi ndo kiwanda naona cha uzalishaji wa wasanii wazuri. Yeah, upcoming.
dogo ana kipaji, nadhani umemsikia. Kwa hiyo mimi brother, nakuomba kama kuna uwezekano wote wa kuweka hela kusupport kipaji kiweze kuondoka duniani. Ndio. Au utakometisha. Nadhani umemsikia. Kijana yuko vizuri. Hapo sina maswali tena bro. Yes. Hivi bro? Yes kaka. Ana manager kweli udogo? Dogo ana manager. Yupo tu. Bro, msanii mzuri kama huyo atakusaje manager? Kama unavyojua kaka, maokoto. Yaani maokoto. Sasa labda kama wewe una connection nini? Kuna sehemu zote ukapata mtu akaweka pesa jambo likaenda, utakometisha sana. Hapo nimekumbuka kitu brother. Niambie. Kuna manager mmoja alikuwa anatafuta msanii mwenye kipaji kizuri kama cha dogo hapa. Ndio. Na imani nikienda kuongea naye, hawezi kupinga. Basi hilo jambo kubwa sana kaka. Yaani hilo jambo kubwa utakuwa umesupport, na hata Mungu atakubariki, kwa sababu watu kama hao unakuta wanakuwa wana vipaji lakini mwisho wa siku hawezi kufika popote, kwa sababu unajua muziki sasa hivi unahitaji mtu aweke hela. Ni kweli kabisa. Kwa utakuwa umetisha sana. Asa brother. Naam kaka. Ngoja nikaongea na yule madam. Ili awekeze pesa kwa kijana. Haina noma bwana kaka. Karibu sana. Haina shida. Karibu sana. Support kipaji kaka. Kukupenda kote kule ndo nalipa haya. Kukusabili kote. Sikiza nikwambie. Tena nisikilize kwa makini. Huyu mwanamke unayemwona hapa, huyu ni mwanamke wangu kuanzia sasa, kesho, hata milele. Alafu kwa jinsi ulivyo, kwa hadhi yako wewe, huwezi kuwa na mwanamke kama huyu. Huyu ni mwanamke mrembo sana. Alafu hawezi kuwa na kapuku kama wewe. Sawa. Huyu ni mali yangu. Alafu kisu chako ni kibutu. Hakiwezi kukata nyama kama hii. Hata siku moja. Huyu mwanamke niachie. Ni mali yangu. Sawa. Lakini ipo siku Mungu atanilipia. Malesa! Baby, hebu achana na anglikana nini huyu? Una kwanza alivyokuwa dhaifu. Siku zote acha nikupe siri ya maskini. Maskini machozi yake huwa anakuwa karibu hapa. Jambo dogo tu analia. Sisi matajiri, mambo kama haya huwa tunayafuta tu kwa kutumia pesa. Sikiza nikwambie, relax, shusha pumzi, acha kuwa na pressure. Uko mikono salama kwa sasa. Naomba tuingie ndani. Unakula vizuri, unalala vizuri, unavaa vizuri. Nini unachokihitaji tena? Mapenzi ya dhati nakupatia. Naomba tuingie ndani. Sawa, lakini naomba usije ukaniumiza. Usijali kwa hilo. Nipo kwa ajili yako. Naomba tuingie ndani. Acha nikusaidie. Hivi ni nani alitufunza kupenda? Hivi ni nani alisema tupendane? Hivi ni nani alitufunza kupenda? Oh, ni nani alisema tupendane? Jemedali gavana, imenishinda vita, nimeshindwa kupambana. Si angesema tu wenda kapata wengine, so kwa hii adhabu angesubiri kidogo, angesubiri kidogo, angesubiri kidogo, kidogo tu, angesubiri. Jua la mchana lanichoma, macho
machozi ya unyonge yadondoka. Jua la mchana lilichoma. Kwa nini kila siku tuwe hivi? Kwa nini kila siku tugombane? Kama unavyojua mimi, yani wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe unanipa faraja, unanipa furaha. Niambie ni wapi napokosea? Nijirekebishe basi. Kwa nini kila siku tu tunazozana? Kila siku tu tunazozana. Why? Hivyo mwanaume, unataka nini labda kwenye maisha yangu ndio uridhike? Mapenzi nikupe, pesa nikupe, lakini bado uridhiki. Nikupe nini, roho yangu au? Lakini sisi ni binadamu, kuna wakati tunateleza. Kuteleza gani? Ni kitu gani kinachokufanya uteleze? Kitu gani ambacho nakosa kwangu? Basi samahani. Unajua kufanya kosa sio kosa, lakini sometimes kurudia kosa ndio kosa. Hizo samahani zako nimezichoka, hii ni too much, sio mara moja. Yaani nimefika. Lakini mimi ni binadamu, sijakamilika. Na binadamu lazima niwe na makosa, lazima niwe na mapungufu yangu. Kuna wakati nakosea. Hivyo nikikosea nahitaji nisamehewe. Tafadhali naomba nisamehe. Kwa mimi ng'ombe ambaye nastahili kupokea maumivu kila siku. Lakini sio hivyo. Nelly, unafanya nini na huyu mwanamke hapa? Mwanamke vipi wewe? Umehitaji? Unanifahamu mimi? Mimi unanifahamu? Umeona? Mashetani wengine ndio kama hawa sasa, ambao wanatufanya tunagombana na wapenzi wetu. Hao wanapotezea furaha yetu ndio kama hawa. Unanifahamu mimi? Nelly, mimi ni mpenzi wako. Nelly, mimi unifahamu mimi Nelly? Mimi mpenzi wako, leo unanikana? Na mwezi 40. Haya, na huyo tena utaniambia nini? Jibu, unafanya nini hapa mpenzi wa watu? Sikiliza nikwambie Loveness, mpenzi wangu. Huyu mwanamke mimi simjui na wala sikuwahi kuiona sura yake popote. Unajua wanawake kama hawa ndio wale ambao wanatumwa wanaingia katika ndoa za watu au katika mapenzi ya watu kuja kuharibu. Wala simjui, wala sikufahamu. Nisikilize mwanamke. Kama umekuja kuharibu penzi langu, kama umekuja kuharibu mahusiano yangu, naomba geuza ulipotoka. Ondoka! Niliacha masiala. Nelly, unajua nimeacha vitu vingapi kwa sababu yako? Nimemwacha mpenzi wangu Malesa ambaye alibeba ndoto zangu. Tulijenga malengo mengi, lakini nimevunja kwa sababu yako. Nelly, leo unanikana. Si ndio wewe unaniambia maneno matamu? Si ndio wewe unaniambia mimi unanipenda? Uko tayari kunifanyia chochote kile? Ndio malipo. Unaonekana kuwa mwigizaji mzuri sana. Ila maigizo yako hayatakuwa na maana yoyote hapa. Mpenzi wangu, nafikiri unajionea kwa macho yako. Unanifahamu, sikuwahi kukusaliti hata siku moja. Unaona hizi drama hapa mbele? Naomba uondoke mwanamke. Samahani. Huyu baba kama alikuwa mpenzi wako, akakudanganya sijui atakupa pesa, atakununulia nini ili uvuruge huko. Umedanganywa. Tena pole pole kwa herufi kubwa. Unavomona mimi ndio ninajua kula yake mpaka lala yake. In short maisha yake hapo kwenye mkono wangu. Hivyo basi naomba uende. Nenda. Ondoka. Lakini Nelly ni mpenzi wangu. Ni mpenzi wangu mimi. Kaniahidi mambo mengi. Pole mama yangu, umedanganywa pakubwa. Yaani inawezekana huko ulikotoka umetema bigiji kwa karanga za kuonjeshwa. Naomba uende, amesha kukataa. Tafsiri yake mimi ndio ninayependwa kuliko wewe. Nenda mama. Huna cha kumpa huyo. Sawa Nelly. Mimi nashukuru kwa yote. Nashukuru. Hivi ni nani alatufunza kupenda? Hivi ni nani alisema tupendane? Hivi ni nani alatufunza kupenda? Oh, ni nani alisema tupendane? Jemedali Gavana, imenishinda vita, nimeshindwa kupambana. Si angesema tu wenda kampa